Umeelewa? Ili tutibu jamii, tuondokane na mauaji yanayotokea ya kindoa. Tuwatoe watu kwenye msongo wa mawazo. Tuwatoe watu kwenye upweke. Lazima tuwape nini ambacho kimekosewa. Ndio. Umeelewa? Moja ya vitu kichokosewa ni hiki muda huu tunachokizungumza. Hii ni kanuni moja wapo. Cha pili pia ni namna gani unakwenda kuoa? Namna gani? Ulimaliza madhara? Bado ni mengi sana. Madhara ya kwanza yaliisha? Hapana. Yani madhara ya kuruka hii kanuni ya kwanza kabisa ni mambo yote unayoona kwenye ulimwengu yanayotokea ambayo ndoa imesababisha migogoro mikubwa sana. Bwana, kwa hiyo hao wote sio watu ambao walianzana. Tuchunge sana. Unaamini migogoro mingi ambayo inatokea kwenye jamii inatokana na watu ambao hawajaanzana wao kwenye mahusiano yao? Iko hivi. Unapooa mwanamke, si ndio? Ambaye tayari alishafanya ili tendo uko nyuma, si ndio? Ana uwezo wa kukwambia lugha nyingi sana. Umeelewa? Mpaka kuna misamiati imeibuka sasa hivi. Kuna misamiati mpaka mboga nayo inahusishwa kwenye tendo, kwamba unakuta huyu ana maumbile madogo. Hiyo imetoka wapi? Imetoka kwenye kuvunja kanuni ya mtu kuwa ana watu wengi, mpaka inapelekea kuwa mzoefu na hayo mambo. Sasa akishakwenda katika staili hiyo, maana tayari huyu ukija kuoa sio mke wako. Ndio. Umeelewa? Kwa watu wameanza kuhangaika sana siku hizi, wanakuza si wanafanyaje, sababu tu binadamu kavunja kanuni ya muhimu sana ya kuishi na mtu ambaye sio yani hakuingia naye agano la ndoa. Ni muhimu sana. Kuna jamaa mmoja siku moja ananiambia, mimi nilimwacha mwanamke baada ya kukutana naye, ananiambia bwana wewe uko vizuri sana. Ndio. Sasa ananiambia kwa maana gani, kwa namna gani? Au uko vizuri sana? Ananiambia sasa niko vizuri sawa. Uzuri wangu mimi umeupima kupitia nini wewe? Yani ili ugundue huyu yuko vizuri lazima uone wengine wako vibaya, si ndio? Kabisa. Yani ili ugundue mimi niko vizuri lazima uone wengine wako vibaya. Kwa hiyo maana wewe bwana ndio shughuli zako hizi. Umeelewa? Kwa hiyo kama hivyo. Kwa hiyo ni madhara makubwa sana. Umeelewa? Ni madhara makubwa kwa sababu watu wengi wanaishi na watoto ambao sio wako wao. Ndio. Umeelewa? Ukifungua vyombo vya habari unakutana na taarifa nyingi sana zinahusu ndoa ambazo za kuumiza. Si ndio? Asilimia kubwa taarifa hizi zimesababishwa na kuvunja hii kanuni ya muhimu sana. Umeelewa? Ndio. Kwa sababu binadamu yani iko hivi. Nilisema mwanzo. Ndio. Umeelewa bwana? Nilisema mwanzo. Ndoa imebebwa na hili tukio. Nataka tuende kwenye kanuni nyingine, nataka tuimalize vizuri. Ili ishe vizuri. Isiwe na shida. Umeelewa bwana? Na tunaangalia chanzo kama the fix. Ndio. Kwa nini watu wa dini wanaambiwa waoe mwanamke ambaye hakuwahi kushiriki tendo la ndoa? Yani ili uwe mchungaji mzuri, ili uwe na upako mzuri, lazima uwe na mwanamke ambaye hakuwahi kushiriki tendo la ndoa. Akikiuka hii kanuni, mchungaji anapoteza power ya kuwa na mahubiri mazuri, ya kuwa na nguvu nzuri. Unadhani ili agano ambalo mwanamke kapewa na Mungu lina nguvu kiasi gani? Kwa sheria sana. Ndio. Na ndio maana hata ninachokizungumza naamini kwenye sheria za asili. Ndio. Umeelewa? Mke ni nani? Naamini kabisa mke nilivyokuambia hapa. Umeelewa? Na hii inasapotiwa na watu wengi sana. Ambao watu gani? Hata wazazi wetu hapo zamani. Jukumu la mama lilikuwa ni kuhakikisha mwanae anakuwa vizuri kabisa. Na siku ya ndoa ya binti yake. Umeelewa? Akikutwa akiwa ana usichana wake, ile familia ilikuwa inapewa zawadi kubwa sana. Umeelewa? Ile manake baba au mama anakuwa ni mtu ambaye anakana alikuwa ana malezi makubwa sana. Umeelewa? Na ndo asili ya mahali watu walikuwa yani mtu anatoa mahali kwa sababu anachukua ile energy ya mwanamke ije imsaidie, maana mwanaume bila mwanamke hajakamilika. Sasa kwa nini hajakamilika? Anatakiwa apate energy ile. Anaipata wapi? Lazima unaingia agano na huyo mwanamke. Ili upate energy unaingia naye agano la kiungu. Mwanamke amepewa nafasi kubwa sana ya kutunza adhina. Wewe unaipataje? Ndio unatoa mahali. Kwa maana gani? Na haikuwa fedha. Umeelewa? Mahali haikuwa
fedha, unatoa nguvu kwa wakwe. Maanake utakaa kiafrika ilikuwa mwaka mpaka miaka miwili. Wewe unataka kuoa, unaenda kukaa kwa wakwe mwaka mpaka miaka miwili. Maana unafanya kazi za pale, unafanya shughuli za pale. Baba mkwe anakutazama kwamba ni kweli mchapakazi uko vizuri na tabia zako. Kwa hata akiukabidhi binti yake anajua yuko sehemu sahihi. Ni kanuni. Ndio. Umeelewa? Na baadaye ndo labda utatoa asali na kadhalika. Ila ilipoingia fedha ndio ikavuruga sasa mambo ya ndoa. Maana ambayo ni kanuni ya pili. Ya kwanza ni kuvunja, ya pili ni fedha. Umeelewa? Kwamba fedha imekuja kuharibu mambo mengi sana ya ndoa. Kwa sababu imekuwa inarahisisha. Yani tumetoka hiyo ni kanuni ya pili. Hii kanuni ya pili. Kwa sababu kanuni ya kwanza tumemaliza. Naika kwa ujumla zote wakati huu mmoja ili kumtoa mtu wasiwasi. Umeelewa baba? Hii ya kwanza ni kubwa sana. Umeelewa? Ambayo tumemaliza. Naona kuielezea. Afu haiwezi kuisha. Sema tuishie hapo. Haiwezi. Tuishie hapo. Tuendelee. Umeelewa? Na fedha. Ni fedha. Umeona? Ukitazama sasa hivi watu wamekuwa wanaoana kwa muda mfupi sana. Umeelewa? Yaani kuoana imekuwa ni kitu simple sana. Haijalishi wewe ndo wa kwanza kwa huyo mtu au wa pili au wa tatu, lakini imekuwa ni issue muda mfupi. Ni simple sana. Umeelewa? Je, ni kweli inatakiwa iwe hivyo kikanuni? Hapana. Umeelewa? Ndoa nzuri ni ile ambayo inazingatia kanuni ya ndoa. Umeelewa? Lazima wazazi wa upande wa kike wamjue yule bwana. Umeelewa? Na pia kwenu ufahamike. Cha kwanza lazima mume ujue binti unaenda kumoa ana tabia zipi na saba gani. Tuishaye kuizungumza hapa. Kama una swali lako uliza hapa kupitia 0766 403340. Swali lako ni muhimu sana. Leo nitalisoma hapa kwa ajili ya kujibiwa vizuri kabisa. Swali lako lolote lile litajibiwa leo. 0766403340. Tuendelee. Umeona bana? Ndio. Kwa kipindi cha nyuma ilikuwa gap ilikuwa ni kubwa kidogo kwamba unachukua miaka miwili kwa mzazi wa kiume. Miaka miwili, mwaka mmoja unafanya shughuli za pale. Umeelewa? Ile ilikuwa inatoa picha kuruhusu hata binti akienda kuishi kule, maana tayari inakuwa ni nzuri sana. Maana pale utajifunza vitu vingi sana. Hata wale wako pia watakujua wewe. Umeelewa? Lakini ujio wa fedha ukarahisisha ya mambo. Limekuwa ni simple tu, anakwenda mshenga leo na hata ya mshenga hakuna. Wanashika tu watu pamoja, imekwisha yani. Kwa fedha imesimplify mambo, yamekuwa rahisi sana kufanyika. Umeona? Kwa ukishavunja hizo kanuni, tegemea kuwa na ndoa mbovu. Kwa sababu tayari huyu mwanaume anaoa sehemu ambayo hakufanya uchunguzi. Uchunguzi inakuwaje? Uchunguzi lazima tushie kusema unakuwa na cabinet kabisa ya watu ambao wanafuatilia kwamba tunakwenda kuoa pale. Huyu wana tabia gani, wakoje, cabinet yani unakuwa na kamati kabisa ambayo inafuatilia. Umeona? Mara nyingi huwa inaongozwa na wajomba kwa kipindi hicho. Kazi ya mjomba kwenye ndoa ni kubwa sana. Mjomba unayemwona wewe, maana anachukua nafasi ya mama. Kwa lazima apeleleze, ajue anakwenda wapi huyu binti yetu, anaenda kuolewa na nani. Kwa watafanya kazi kubwa sana kuhakikisha kwamba tunampeleka sehemu ambayo ni salama au sio salama. Ambao sasa hivi mjomba tu kaishia kupokea mahali na kusimamia ndoa. Kwa kaacha majukumu ya msingi ambayo inabidi ajue kwamba nani anaoa ili swala. Umeelewa bana? Kwa tupolahisisha kumkabidhi binti au mtu kuoa bila kujua personal historia ya yule anayemuoa au anayeolewa naye. Pia tunatengeneza madhara makubwa sana kwenye jamii.